sisi kama ndugu, sisi kama familia ya Mungu, sisi kama ndugu na kama familia ya Mungu, lazima tuishi kwa kuhudumiana. Biblia inaposema habari ya kuhudumiana, iko sehemu zote. Maeneo ya kurejeza waliorudi nyuma ni maeneo ya kuhudumiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuwa tunahudumiana, tunakuwa tunajenga mwili wa Kristo, tunatiana moyo. Yakobo akasema, tufunue Yakobo sura ya 5. Waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 19 na wa 20. Waraka wa Yakobo kutoka Waibrania, katikati ya Waibrania na Petro wa kwanza iko kitabu cha Yakobo. Yakobo sura 5 mstari wa 19 na mstari wa 20. Biblia inasema, ndugu zangu, ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli, na mtu mwingine akamrejeza, jueni ya kuwa yeye amrejezaye mwenye dhambi hata atoke katika njia ya upotevu. Jueni ya kuwa yeye amrejezaye mwenye dhambi hata atoke katika njia ya upotevu, ataokoa roho na mauti, na kufunika wingi wa dhambi. Baba, nakushukuru maana uko pamoja nasi katika alasiri ya leo ili tuhudumie katika jina la Yesu. Amen. Nimesema nafundisha, somo linasema mafanikio ya kanisa yako katika kurejeza waliorudi nyuma. Kumbuka kwamba kazi ya kurejeza, ukisoma ile wa Galatia sura ya 6 mstari wa 1 na wa 2, anasema hivi. Galatia sura ya 6 mstari wa 1 na wa 2. Anasema ndugu zangu, mtu akigazibika katika kosa lolote, mlio wa roho mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole. Ninyi mlio wa roho mrejezeni mtu huyo upya kwa roho ya upole. Ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Wakati unamfanya kazi ya kumrejeza mtu, una tahadhari ya kujiangalia wewe, ujichunge ili usije ukaingia kwenye makosa. Mchukuliane mizigo na kuitimiza hiyo sheria ya Kristo. Mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Mchukuliane mizigo. Kwa hiyo tambua kwamba kazi ya kurejeza sio kazi ndogo, sio kazi ya mchezo, sio kazi ya kufanya tu. Maana kumbuka kwamba unayeenda kumrejeza ni mtu ambaye amekwisha kutoka kwenye mstari. Mtu anapokuwa ameanguka dhambini, shetani na maneno haya hawakusamini, hawakupendi. Kwanza wewe umezaraulika sana. Ndio maneno anayomwambia, na ndio maneno anayomtamka. Na ndio maana kuna sehemu mnaweza kukutana hujamuona, maana shetani ana ujanja wa kumwangamiza kabisa. Ukapita na yuko hapo, anamwambia unaona, hata kukusemesha hawataka, wewe ni mwenye dhambi. Sasa ona, unasikia, ona alivyokupita. Unataka kuniambia hapa sema kuona, lakini ameshindwa kusemesha kwa kiburi tu, maana umeshatenda sana. Maana anachotaka ni kumdidimiza ili asiinuke tena. Mungu asaidie sana. Lakini wewe mwenye roho ya kurejeza, maana unaporejeza mtu unaenda kumpatanisha na Muumba wake. Mungu asaidie sana. Kumrejeza mtu ni kumpatanisha na Mungu. Kinachotakiwa wakati wa kurejeza ni roho ya upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja
shujaa katika imani akasema neno hili. Ngoja nikuonyesha andiko lifunua Zaburi ya 51 mstari wa 13. Hili ni neno la mtu shujaa katika imani. Akasema neno haya. Zaburi ya 51, Zaburi sura ya 51 na mstari wa 13. 51 mstari wa 13. Nasemaje? Zaburi 51 mstari wa 13. Ndio. Nitawafundisha wakosaji njia zako. Nitawafundisha wakosaji njia zako. Na wenye dhambi watarejea kwako. Na wenye dhambi watarejea kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni shujaa katika imani. Daudi anasema nitawafundisha wakosaji njia zako. Wenye dhambi njia zako. Na wakosaji watarejea kwako. Mpango wake ni kwamba awafundishe ili warudi kwa nani? Kwa Bwana. Ndio maana anasema atawafundisha. Kazi yake ni kuwafundisha au kuwaelekeza. Kufundisha kwa lugha nyepesi ni kuelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitawafundisha wakosaji njia yako, na wenye dhambi watarejea kwako. Hawafundishi ili wapotee, hawafundishi ili wakosekane. Anawafundisha ili warejee kwa nani? Kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwahidi ini ahadi. Daudi amemwahidi Mungu. Hii ni ahadi ya Daudi, anamwahidi Mungu kwamba katika kazi ya utumishi, katika huduma, haleluya, katika kazi anayoifanya kwa Bwana, atawafundisha wakosaji njia ya Mungu ili wenye dhambi warejee kwa Mungu. Anamwahidi Mungu, na Mungu anatarajia kuona Daudi akirejeza watu kwa nani? Kwake. Anamwahidi nitawafundisha wakosaji njia yako, na wenye dhambi watarejea kwako. Kwa hiyo maisha ya Mkristo yanahitaji kuchungwa, kulindwa. Na ndio maana Yesu alisema neno. Yeye alipotuita katika wokovu alisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Kumbe anaohitaji ni watu hawa ambao mara zote wamelemewa na mambo mazito, wamelemewa na kitu kibaya, kimewashinda, kimewafunga. Na kwa sababu hii anayesifiwa ni yule anayewarejeza. Ndio maana Mathayo akasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa nini? Yesu kazi aliyokuja kufanya, alikuja kutupatanisha. Kwamba alikuja kupatanisha ulimwengu na nafsi yake, ili warudi kwa Baba, wampokee Baba, wamwamini Baba. Kwa hiyo kazi ya kurejeza ni kazi yako wewe na mimi. Ndio maana akasema heri wapatanishi. Mwanadamu anapomkosea Mungu, tayari amekorofishana na nani? Na huyu ndio ukweli, kwamba mtu anapotenda dhambi amekorofishana na Mungu. Lakini Mungu bado hajamtupa, Mungu hajamwacha. Mungu anahitaji kuona wale watu mashujaa wa imani wakimchukua mtu huyo, wakimsaidia mtu huyo mpaka arudi. Ndio maana Biblia inasema habari ya upendo katika kanisa. Niseme neno hili, upendo wa Kristo hutawala kundi katika kurejeza ndugu. Wakati kanisa watu wameanza kuwa na mzigo, unajua kurejeza sio kazi nyepesi. Ndio maana amesema wale walio wa roho warejeze kwa roho ya upole, wakijiangalia. Kwa sababu wakati mtu ameshatenda dhambi na shetani ameshaanza kumtumia, unaweza kwenda kwake akakuingiza kwenye majaribu, akakuingiza kwenye shida, akakuingiza kwenye mtego,
adui akamwambia kwamba tunataka tumpate huyu aliyejifanya kuja kukwambia wewe. Ndio maana watu wengi wanapokuwa wametenda dhambi, wengi wana majibu ya kutukana, kukukashifu. Ndio maana tumesoma katika ile Wagalatia kwamba ndugu zangu, mtu akigafirika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho mrejezeni upya mtu huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako, usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Katika kurejeza, tegemea kwamba unapoenda kumrejeza mtu, kukutana na jibu lolote atakalokupa, liwe baya au liwe zuri, lakini chukuliana naye na kuvumilia naye. Maana upendo uliokupeleka, huwezi kwenda kumrejeza mtu bila upendo. Na watu wengi wameshindwa kurejeza watu kwa sababu hawana upendo. Anapoenda kumrejeza mtu, lazima uwe na pendo la Mungu limekaa ndani mwako. Kwa tunda la upendo utafanikiwa kusema naye vizuri, kwamba atakujibu vibaya au kwamba atakubaliana na wewe kukujibu vizuri, lakini kwa hali yoyote wewe uko tayari, umeenda ukijua kwamba ninayemwendea ni mtu ambaye amekwisha kuharibikiwa. Ni sawasawa na kwenda kumkamata mwewe. Mtu akieyuka, unapoenda kumkamata, unajitosa hujitosi? Ni kujitoa. Maana anaweza kukuona akachukua jiwe. Na anapochukua jiwe, yeye anachojua kwamba nije nimkomeshe, nije nimpige huyu. Sasa ukiokota na wewe jiwe, anajua kuna vita, ataachilia. Usipookota jiwe, unamwambia kuna nini, nakuja rafiki yangu, maana unataka kumsaidia. Anaweza kukuona tu, baadaye ukamwona analitupa jiwe, akaongea na wewe. Ni neema sasa. Na ndivyo unapoenda kumrejeza mwenye dhambi, kwamba kuna ghadhabu ndani ya maisha yake. Alafu mwovu anamfundisha kwamba mle kanisani wote ni adui zako, kuanzia mchungaji na wazee wake na mashemasi na washirika wenzako na waimbaji, wote wanakusema vibaya. Ndio maana akipita, mmemwona, mnasalimiana naye, alafu akatembea mkaanza kunongonezana, shetani anamwambia unaona? Unafikiri wanaongea nani hapa? Si wanaongea wewe, si wanakusema wewe. Lakini akija ukamkaribisha, karibu, naenda, njoo basi, tuna maneno mawili matatu tuongee na wewe, ndipo endelee ndugu yetu. Anakuja pamoja na aibu, pamoja na lile alilolitenda, lakini anakuja kusikia ule upendo na ile nia iliyowaambia mumsogeze karibu. Ndio kurejeza hasa huko. Kule kumsogeza karibu yako ndio kumrejeza. Baadaye yale maneno ni kitu kinachofuata baadaye, baada ya kuona kwamba bado wananihitaji, bado wananitamani, bado wanataka waongee na mimi, mtaongea naye neno la Mungu. Baadaye unapomwacha, unamchekesha, unamwambia unajua mimi nilikuamini wewe, umeniweka pengo mimi, naomba urudi kanisani. Umeniweka pengo maana umeniondoa kwenye mstari. Katika watu nilioamini kanisani, nilikuamini wewe pia. Akiondoka anaenda, kumbe na mimi kanisani nilikuwa ninaaminiwa. Lile linampelekea kukumbuka kwamba huku nilikoenda sio sahihi, maana kumbe na mimi nilikuwa na watu nyuma yangu. Mungu asaidie sana. Amen. Kwa hiyo yale maneno yatamkaa, na lile neno lilomwambia litakuwa faraja kwake, na Mungu anaendelea kusema naye, maana kazi ya Roho Mtakatifu ni kuongea na watu hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama
anavyoongea na wewe. Unajua mara nyingi watu wengi hawajui kwamba Mungu amesema nao. Kuna sauti ya Mungu inapowafikia watu wengi wanasema, nilisikia wazo, niliona ninawaza jambo fulani. Tena hakuwaza kitu kidogo, aliwaza kitu kikubwa. Alikuwa anafikiria juu ya jambo kubwa. Ni Mungu anasema naye, ili anamjengea shauku au hamu ya kukaa naye katika maisha yake, kwa kutarajia mambo makubwa mbele yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukizingatia sana sauti ya Mungu, watu wengi wamesema na Mungu, lakini hawajui walisema na Mungu. Wanawaza, yalikuwa mawazo yangu, sijui mawazo yangu siku hiyo nilikuwa nimeamkaje, sijui kwa nafikiria nini. Hapana, Mungu alikuwa anakufundisha vitu fulani fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akasema ule mstari wa pili, baada ya kujiangalia wewe usijaribiwa, anakuambia mchukuliane mzigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Kurejeza ni kuchukua mzigo wa mtu ili utimize kazi ya Mungu, ili neno la Mungu litimie katika maisha yako, kwamba unachukua mzigo wa mtu. Maana ule ni mzigo alionao, na wewe unayerejeza umeamua kuchukua ule mzigo. Ndio maana baada ya maneno utakayomsaidia kwayo, unacho kitu kingine cha kufanya. Upendo wa Mungu utakuingiza katika maombi, hata maombi ya kufunga kwa ajili yake. Mungu asaidie sana. Maana unamtaka aungane na wewe, unamtaka ashirikiane na wewe, unamtaka awe karibu yako. Kwa hiyo sumu katika kurejeza ni masengenyo. Sumu katika kurejeza mwenzako Mkristo aliyeacha njia akaenda katika njia ya kukosa, sumu kwake ya kumfisha kabisa asionekane ni masengenyo. Ulimi wa kuteta watu wengine ni silaha ya mauaji kwa Mkristo mwenzako aliyerudi nyuma. Masengenyo, narudia, masengenyo ni silaha ya maangamizi inayomuua, inakumfanya kate tamaa na apotelee mbali na kweli. Maana anaona kuliko kutiwa moyo, mumemsema vibaya. Mungu asaidie sana. Unanielewa? Amen. Ni wangapi wanapenda wasemwe vibaya na watu? Inua mkono wewe ambaye unapenda watu wakuseme vibaya. Ni wangapi hawapendi watu waseme vibaya? Hii ndio kanuni ya Mungu. Na hii ndio sheria, ndio mwongozo wa ajabu wanakuambia ulio katika Mathayo ile sura ya 7 na ule mstari wa 12. Yale usiyotaka watu wakutendee, usiwatendee. Lakini yale unayotaka watu wakutendee, uwatendee hayo. Huo ndio mwongozo wa neno la Mungu. Kwa hiyo wakati unaposengenya ndugu, unachangia kumpoteza. Maana anapoona hivyo, anajua sihitajiki katika jamii hii. Kanisa ni jamii, na wanachotaka, kila mmoja anachotaka kukutana nacho ni mwenzake kumsifia, mwenzake kumuonyesha upendo, mwenzake kumuonyesha kwamba, kumwambia Mungu akuinue tena, uko vizuri, naomba kutie nguvu tena, usogee, uendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kurejeza ni kutia moyo, kurejeza ni kujenga mahali palipobomoka, kurejeza ni kutumia, ni kuimarisha mambo yaliyoenda kuteteleka katika imani, katika moyo wa mtu. Kwa hiyo huwezi kumjenga wakati alisikia unamsema vibaya, alisikia unamsengenya, alisikia unamtukana, unambomoa. Lakini maneno ya kumtia moyo na hamasa ndiyo yanayomfanya kwamba nitajitahidi tena, nitaenda. Mungu asaidie sana. Kwa hiyo kurejeza ndio kazi inayolijenga kanisa.
Kwa sababu ili urejeze, nimesema lazima uwe na tunda la upendo. Sehemu ya pili, furaha na amani huonekana ndani ya kundi kwa ajili ya upendo wa Kristo ndani yetu. Furaha na amani vitaonekana katika kundi letu kwa ajili ya upendo wa Kristo uliomo ndani yetu. Wakati hatuwezi kusemana vibaya, furaha inatawala mioyo yetu na amani inafunika maisha yetu. Wakati ambapo hatuwezi kusemana vibaya, furaha na amani ya Kristo vinatawala ndani ya mioyo yetu. Vinapotawala furaha na amani ya Kristo ndani yetu, tayari wakati ule una vitu vizuri vya kumsaidia mwenzako. Huwezi kumsaidia mtu wakati umekasirika. Hayupo hata tokea dunia nzima jasiri wa kusaidia mtu mwingine amweke sawa wakati yeye amekasirika. Mungu asaidie sana. Amen. Wakati mtu amekasirika, maneno anayoyatoa ni ya maangamizi, hayana tiba. Hayawezi kumsaidia mtu. Anatoa upuuzi uliomwingia. Maana maneno yanayotoka wakati umekasirika ni upuuzi ulioingia ndani mwako. Aidha kwa ajili ya hasira, aidha kwa ajili ya ghadhabu, au ulikuwa umekwazana na mtu. Ndio upuuzi utakaotoa wakati wa hasira. Na ndio maana hata ndani ya nyumba, mwanaume anayejua na mwanamke anayejua wakati ana hasira hawezi kumtamkia mkewe au mumewe neno. Inabidi atumie hatua ya kutulia kwanza, anyamaze, ili lile fukuto lililoinuka ndani litulie. Alafu atakapokuwa na uwezo wa kupumua vizuri, kuna amani imeingia ndani mwake, anaweza kusema sasa neno la kujenga na la kumtia moyo, hata kama amekosewa. Yule aliyemtia moyo akaona kwamba kumbe mwenzangu amefunguka kwangu kunisaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ninaeleweka? Ninasema habari ya kurejeza. Sikiliza Biblia inavyosema. Funua Misali sura ya 10 mstari wa 12. Misali sura ya 10. Kitoka Zaburi unaingia Misali. Misali sura ya 10 mstari wa 12. Misali sura ya 10 mstari mmoja wa 12. Misali sura ya 10 mstari wa 12. Biblia inasema kuchukiana huondokesha fitina. Kuchukiana huondokesha fitina. Bali kupendana husitiri makosa yote. Bali kupendana husitiri makosa yote. Kuchukiana huondokesha fitina. Mungu asaidie sana. Na ndio maana mimi nikwambie ukweli. Kujua mtu amekuchukia utajua. Maana utasikia taarifa. Au Mungu anaweza kukupanganisha naye anaongea na kusema vibaya wakati uko karibu. Sasa atakapokuja kushituka anakuta na kusema vibaya na amekukuta umesimama. Mara nyingi kinachofanyika wakati huu ni kunyamaza na kutembea. Anatambua kwamba ni kama kufumaniwa. Leo amenijua kwamba mimi huwa namsema vibaya. Kwa hiyo kama utakuwa na hekima utajenga chuki. Ananisema vibaya. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu ndani mwako unamsamehe. Mungu asaidie sana. Unaachilia, unasema Mungu si kitu. Maana alichokisema
sivyo kilivyo, bali amesema uongo. Maana Biblia imetuelekeza na Biblia imetuonyesha, ndio maana hatupasi kujenga fitina. Yale maelekezo ya Biblia yote ni kweli. Yote ni kweli. Hakuna uongo ndani mwake, wala hakuna lisilo la haki ndani mwake, bali kila jambo ni la kweli, linathibitishwa, linaonyesha msingi. Ndio maana Biblia ikasema katika Mathayo, ngawa kifungu hiki sikukiandika, Mathayo 5 mstari wa 11 na wa 12. Mathayo sura ya 5 mstari wa 11 na mstari wa 12. Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 11 na mstari wa 12. Biblia inasema, heri ninyi watakapowashutumu na kuwauzi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo. Heri ninyi watakapowashutumu. Unaona? Heri ninyi watakapowashutumu na kuwauzi na kuwanenea. Sikia, kuwashutumu, kuwauzi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo. Unanenewa maneno mabaya kwa uongo, mtu anakunenea kwa ajili yangu, kwa ajili ya Mungu. Furahini, anasema mstari wa 12, furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kwa maana ndivyo walivyowauzi manabii waliokuwa kabla yenu. Haleluya. Kwa kuwa ndivyo walivyowafanyia manabii waliowatangulia ninyi. Anaposema habari za manabii, unaelewa? Unaelewaje? Unaelewaje? Nieleze nabii. Anasema kwa kuwa ndivyo walivyowauzi manabii waliokuwa kabla yenu. Nabii ni nani?